Baada ya mmiliki wa mradi, iwe ni private sector au public sector, atapomaliza kufanya planning and designing, yani atakapomaliza kupata michoro pamoja na specification zote, hatua ya muhimu sana anayotakiwa aifanye ni kumchagua ni nani atakayefanya kazi yake ya ujenzi, yani ni nani atakayefanya implementation ya mradi wake. Hapa zipo mbinu kadhaa ambazo zinatumika ili kuweza kumpata mtu atakayetekeleza mradi wake, na nitaelezea katika mazingira ya Tanzania. Mbinu ya kwanza ambayo owner anaweza kuitumia au client anaweza kuitumia inaitwa ni competitive bidding. Competitive bidding ni aina ya kumpata mjenzi au mtu atakaye kujengea kwa kutangaza tenda hadharani. Unatangaza tenda hadharani, unawatangazia tenda, lakini watu wanakuwa zaidi ya mmoja nao wanashindana. Sasa mara nyingi hii hutumika katika kumpata prime contractor au hata kumpata fundi wa kawaida. Baada ya kutangaza tenda hadharani, watu wanagombania, na kwa mujibu wa NeST wanasema the lowest evaluated bidder anapata tenda hiyo, yani mtu mwenye bei ambayo ni reasonable anapata tenda hiyo. Lakini mbinu ya pili ni negotiation. Owner anaweza akachagua baadhi ya watu au anaweza akafanya single sourcing, akamchagua mtu mmoja, na baada ya kumchagua mtu mmoja akaja naye mezani akanegotiate naye, na baada ya kufanya negotiation mtu huyo akapewa kazi. Kumbuka competitive bidding, prime contractor anakuja na bei yake, kwa hiyo wewe unakubali kulingana na bei yake. Lakini hii negotiation anaweka bei mezani na mnadiscuss bei na baadaye mnafika kwenye makubaliano. Lakini wakati mwingine mbinu hizi zote mbili zimekuwa zikitumika. Kunafanyika competitive bidding na baadaye mnakuja kufanya negotiation. Nakumbuka mradi wetu mmoja wa mwaka 2022 tulifanya katika mkoa fulani Tanzania. Tulifanya ilitangazwa tenda, tukaiomba, tukashinda sisi kama Limbo Nation Builders, na baadaye tukaitwa kwa ajili ya negotiation. Hii ni modi ya kwanza ambayo hutumiwa na owners kwa ajili ya kupata prime contractor ambaye atafanya kazi ya ujenzi. Mbinu ya pili ni mbinu ya kumchagua fundi, anaitwa local fundi, na hii kwa serikali inaitwa mbinu ya force account. Katika mbinu hii mwenye nyumba anafanya kazi ya kutafuta fundi, na akisha mpata yule fundi aidha kwa njia ambazo nimezitaja mwanzoni au kwa njia zingine, na akisha mpata fundi, owner anawajibika kununua kila kitu kwa ajili ya fundi wake. Hapa namaanisha material yote ambayo yako responsible kwa ajili ya ujenzi, mwenye nyumba atapaswa kuyanunua. Mfumo huu unaitwa ni mfumo wa force account. Katika mfumo wa awali utaona mkandarasi anawajibika kununua kila kitu akitegemea pesa kutoka kwa owner. Lakini mfumo huu wa pili wa force account, mkandarasi au fundi atapata kila kitu kutoka kwa owner. Sasa mfumo huu wa pili disadvantage yake ni nini? Ikiwa owner hajui au hana idea za masuala ya ufundi, atauziwa material ambayo yako chini ya kiwango, material ambayo hayafuati specification, material ambayo hayatakaa muda mrefu, na hivyo atajikuta akipata matokeo ambayo si mazuri kulingana na ubovu au ubora wa material. Yote hayo yanawezekana katika duara zima la construction industry. Tuambie wewe unatumia mbinu gani ukitaka kujenga, au unafikiria ni mbinu gani unafikiri kuifanya unapotaka kujenga? Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. See you next time.